Neema ikae nanyi, amani tokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, Mungu wetu wa mbinguni, ni siku ya kipekee uliyotujalia siku ya leo na kutupeleka katika kanisa lako ili tuweze kulisikia neno lako. Neno lako hili liwe taa miguuni petu, likitumulikia njia ya kuja kwako mbinguni. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu ninaomba. Amen. Leo hii ni Jumapili ya 4 katika siku ya Advent, Jumapili ya mwisho ambayo baadaye tutapokea Bwana wetu Yesu Kristo akizaliwa kule Bethlehemu. Siku ya kipekee katika kalenda ya kanisa, katika maisha ya Mkristo. Jambo la pili, siku hii ya leo ni siku ya kipekee ambapo malaika wa Mungu ametokea Yusufu. Wengine wanaita siku ambayo malaika hutokea watu wake. Katika Injili yetu ya siku ya leo, ukiliangalia kindani kiasi, tunaliona watu watatu. Tunaliona Yusufu, tunaliona Yesu Kristo mtoto ambaye ameidiwa, na pia tunamwona malaika. Wote ni watumishi wa Bwana. Tutazichambua hawa watatu, ukiangalia jinsi Mungu anavyozungumza nasi, jinsi Mungu anavyotimiza ahadi yake. Katika Mwanzo mlango wa 12 mstari wa 3 tunamwona Mungu anaahidi mtu mmoja, mtu ambaye katika ujana wake hakuweza kupata mtoto. Mtu huyu aliishi na bibi yake au mke wake kwa muda mrefu, lakini Mungu alimtokea siku moja, akamtoa katika nchi yake, akamwambia, nataka utoke kwa nchi yako, uache wazazi na jamii, uende na mke wako na wale watendakazi wako katika nchi nitakayo kuonyesha. Lakini katika hali ya Mungu, malaika wake kuja kuendelea kuongeleza mtu huyo, alimwambia ya kwamba wewe utakuwa na uzao wako utakuwa uzao wa kuleta blessings. Uzao wako utakuwa uzao wa kuleta blessings kwa uzao wako, na kwako pia utakuwa blessings kwa dunia mzima. Na mtu huyu aliwaza sana, sababu hakuwa na mtoto,
na miaka yao ilikuwa imepita, na kwa ahadi hiyo hakuweza kuamini mpaka aliweza kupata mtoto, na huyo ni Ibrahimu. Ibrahimu aliahidiwa blessings, baraka. Ibrahimu pia aliahidiwa ya kwamba kutokana na uzao wake dunia wote watapata baraka hizo, na ikaishi miaka mingi. Hata uzao wake, wajukuu, watukuu na wale waliteseka sana walipokuwa katika nchi ya Misri, lakini ahadi ya Bwana inakaa milele mpaka uliofika wakati Mungu anatimiza ahadi yake. Ahadi ya Bwana, baraka zake zinaishi milele na milele. Ahadi ya Bwana kwetu, ahadi ya Bwana kwetu ni baraka zake katika maisha yake. Wewe nawe na mimi pia tunahitaji baraka zake Mwenyezi Mungu, na mara nyingi ni vigumu kuelewa, hasa wakati shida zimetokea, shida za ugonjwa, umaskini, shida zozote katika maisha yetu. Najiuliza ya kwamba ahadi ya Bwana itafikishwa lini? Lakini tunaona ya kwamba ahadi ya Bwana inaishi nasi milele na inakuja kwa wakati wa Bwana. Mtu wa kwanza tunaoona katika somo letu ni Yusufu. Yusufu, Mungu aliweza kumchagua awe katikati ya mpango wake na ahadi yake katika kutimiza ahadi hiyo. Na kwa hivyo yeye hakujua, alipokuwa akiishi hakujua, na hivyo aliweza kuchumba msichana mmoja aliyeitwa Mariamu. Na katika hali yao ya kungojana, Yusufu aliweza kugundua ya kwamba mchumba wake ana mimba. Kabla sijaingia pale sana, mara nyingi sisi tulio wazazi, sisi tulio watumishi wake Bwana, tunaogopa sana ikiwa umechumbiana na msichana na ipatikane ana mimba. Mara nyingi watu hukasirika na watoto hao, na mara nyingi tunafikiria jinsi tunavyoweza kuwapa adhabu. When you realize that your daughter is pregnant and she's not married, ni jambo moja inayochukisha sana. You can think of so many things, and especially those who live in faith. Nyinyi mnaoishi kwa imani, ukigundua ya kwamba msichana wako amechumbiwa au hajachumbiwa na ana mimba, na hata msichana mwenyewe anakuwa na shida sana. Jambo hili ndio iliyokuwa katika moyo wa Yusufu. Na Yusufu alipogundua ya kwamba mchumba wake ana mimba, aliwaza sana, na yeye alitaka amwache. Alipanga ya kwamba amwache kisirisiri. Biblia inasema Yusufu alikuwa mtu aliyemwogopa Mungu, aliyemjua Mungu wake. Matendo yake pia yalikuwa mazuri,
na hivyo hakutaka aibu, kwa sababu kwa Wayahudi kuoa msichana ambaye ana mimba tayari haikuruhusiwa. Ilikuwa ni aibu, shame. Shame can be very powerful. Shame can really destroy the reputation of our people. Na hivyo yeye alipanga amwache. Mara nyingi, njia nyingi ambayo watu wanafanya wakigundua mchumba wake ana mimba na hawajashirikiana kimwili, wengine watakasirika mpaka wamdhihaki mchumba, waweze kuwa na makali na kupanga kuachana. Katika nchi ya Wayahudi, ikiwa mmechumbiana na mjashiriki maisha ya ndoa, msichana akipatikana na mimba, kijana anamwacha, na kijana akipatikana ana mimba anashtakiwa pia kwa baraza la wazee ya kwamba yeye hajakuwa mwaminifu, na kwa njia hiyo atapatwa na aibu. Anaweza kudhihakiwa zaidi, anaweza hata kupigwa mawe, anaweza hata kutengwa na wazazi na jamii. Kwa hivyo Yusufu aliwaza sana na alitaka aweze kuacha mchumba wake. Yeye hakujua kilichokuwa kinaendelea, na kweli alikuwa na njia yake ya kutoa uamuzi. He had his way of judging. He had his way of drawing his conclusion. Lakini Waswahili wanasema Mungu sio amani. Mungu ni Mungu wa kuokoa. Mungu ni Mungu wa huruma. Mungu ni Mungu anayejali. Nilipokuwa nikitayarisha mahubiri haya, nilijiweka katika hali ya Yusufu, na niliwaza sana, kama ingekuwa ni mimi ningefanya nini? Niliwaza pia kwamba kama ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Kwa hivyo mara nyingi tu rahisi kuamua na kutoa uamuzi ambao hatujali ya kwamba itaweza kupeleka mwenzetu wapi. Kwa hivyo Yusufu aliweza kupata mateso ya kiakili mpaka Mungu mwenyewe akamwonea huruma. Lakini kabla ya kuenda pale, najua uamuzi wa Yusufu ilikuwa kitu ambacho tunaita prejudgment. Tunatoa uamuzi kwa mtu, tunajaji mtu kabla hatujajua ukweli. Na jambo hili ni rahisi sana kwetu wanadamu uweze kutoa judgment kwa mtu ambaye unafikiria anakosa. Wewe unawaza kivyako, halafu unamjaji. Quick judgment. Mambo haya ni hatari sana hata kwa nyumba. Ikiwa baba anawaza mambo mengi juu ya mama au juu ya mtoto wake na anaanza kutoa uamuzi bila kusubiri na kuona ukweli, inaleta shida na imeweza hata kuharibu nyumba nyingi. Lakini Mungu ni nani?
Mungu wetu, Mungu wa ajabu. Kwa hivyo akamtokea Yusufu. Alipomtokea Yusufu, akamwambia jinsi ilivyokuwa. Je, umewahi kutembelewa na malaika katika maisha yako? Je, umewahi kutembelewa na Roho Mtakatifu katika maisha yako? Malaika anakuja na habari zipi? Roho wa Mungu anapokuja kwako, analeta habari gani? Tunajua jina malaika maana yake ni mtumwa, mtumishi anayetumwa kuleta habari njema. Habari ya malaika sio habari ya hukumu, ni habari njema ambayo inatimiza ahadi yake Mungu. Na kwa hivyo hata siku ya leo malaika anatutembelea kupitia neno lake Mungu, anapotuletea habari ya wokovu wetu, habari ya mpango wa Mungu wetu, habari ya mpango na kutimiza ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu wetu. Lakini siku ya leo Mungu alipomtembelea Yusufu kupitia malaika wake, alimwambia Yusufu, usiogope. Yusufu, usiogope. Usiogope kuchukua mchumba wako Mariamu. Don't be afraid. Neno hili tunapata pia malaika alipomtembelea Mariamu, malaika alipomtembelea Elizabeti, malaika alipomtembelea Zakaria. Malaika anapokuja anatia watu moyo, anaanza kusema usiogope, usiogope. Katika teksti yetu tunapata ya kwamba kweli Yusufu alikuwa na uoga ya kuchukua mchumba wake. Alikuwa na uoga ya kwamba watu watamchekelea, itakuwa ni aibu kufanya kitu kama ile kulingana na kitamaduni yao. Nasi pia katika maisha yetu kuna vitu vingi vinavyotutia uoga. Uoga yanatujia kila wakati. Katika vitu vingi katika maisha yetu, uoga unaishi nasi. So many things cause fear and shame in our lives. Unapokuwa na uoga katika maisha, Mungu katika neno lake anatutia moyo, anatuambia kwamba tusiogope. Tusiogope kwa sababu maisha yetu ni juu yake Mungu. Ni yeye ndiye aliyetupatia maisha. Yeye ndiye aliyetuumba. Yeye ndiye anatujua ni kitu gani kitatupata siku ya leo, siku ya kesho, hata siku ya mwisho wa maisha yetu. Tusiogope. Tutoe uoga katika maisha ya dunia, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anatujali. Habari njema iliyokuja ni kwamba huyo mtoto ambayo Maria amebeba, yeye atazaliwa na jina lake litaitwa Emanueli. Jina lake ni Emanueli, maana yake Mungu pamoja na watu wake.
Mungu pamoja nawe, Mungu pamoja nami, Mungu ambaye kwa ukuu kwa upendo wake amekuja kwetu, amekuja kwako, amekuja kuishi nasi. Swali ni kwamba wakati gani unahisi ya kwamba Mungu yu pamoja nawe, Mungu anaishi nawe? Kuna wakati kweli unajisikia ya kwamba leo Mungu yu pamoja nawe? At what time do you feel the presence of God in your life? Wakati gani? Kwa sababu sisi binadamu mara nyingi tunalalamika. Hali yetu ni kulalamika, kuona shida, kuona upungufu wetu. Lakini upekee wa Ukristo, upekee wa Ukristo ni kwamba Mungu katika Kristo ameshuka na amekuja kuishi na sisi katika hali yetu. Bwana asifiwe sana. God has come to live with you. God has come to live with me, to live with us in our life, in our weaknesses, in our strength, in whatever we do, whatever we plan. Sisi Walutheri hatuzingatii mambo ya kujihisi, kujifeel. We are a little bit observed from the theology of feeling. Feelings and feelings and feelings. Because feelings can also cheat. Kuishi na kuishi mambo inaweza kutudanganya. Lakini swali ni kwamba ni wakati gani tunahisi ya kwamba Mungu yu pamoja nao? Ni wakati gani unahisi ya kwamba Mungu yu karibu nawe? Unapofanya dhambi au unapofanya nini? Na kama ungepewa nafasi wa kuchagua, ungechagua kuishi na Mungu, kukaa katika kikao chake, ama ungechagua kuishi wewe peke yako? Adamu alipewa chaguo hili. Mungu alimwambia ya kwamba vitu vyote nimeumba, nimekupa mamlaka. Mizigo ni mimea na mifugo na vitu vyote nimeumba kwa ajili yako. Tumia na uzilinde, ila tu usikule lile tunda. Alipopewa hiyo, Adamu aliona ni ngumu. Alipoambiwa ya kwamba usile tunda lile, aliona ni ngumu, na hivyo alichagua nini? Alichagua dhambi. Alichagua kukosa kusikiliza sauti ya Mungu. Alishindwa achague mawaidha Mungu aliweza kumpa. Hivyo babu wetu Adamu alianguka dhambini. Tangu wakati huo sisi sote tunazaliwa katika hali ya dhambi. Tunakosa kila wakati. Wakati wowote tukipewa nafasi ya kuchagua, tutachagua kulingana na binafsi wetu. Anytime you are given a chance to choose, you will choose selfishly. Kwa sababu binadamu anajipenda. Hiyo ndio hali ya dhambi katika hali yetu. Sio rahisi kuangalia maslahi ya wengine. Sio rahisi kusikiliza sauti ya Mungu. Mara nyingi tunataka kusikia sauti yetu, sauti ya Adamu kale unaoishi nasi. Lakini leo Bwana wetu Yesu Kristo
kuzaliwa kwake kumetangazwa na malaika. Na malaika namwambia Yusufu, usiogope, kwa sababu Mungu katika huruma yake amechagua ili aweze kuja kuishi na watu wake. Mtoto atakayezaliwa ataitwa Emanueli. Emanueli maana yake Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja nawe. Mungu anapokuwa pamoja nasi, tunapata nafasi ya kukaa na yeye, kushiriki kukutana na yeye katika neno lake, katika sakramenti yake, kwa sababu ni yeye mwenyewe amekuja, sio sisi tunaenda kumtafuta. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Mungu anayetuona katika hali yetu duni, hali yetu ya uoga, hali yetu ya ubinafsi, na anapokuja anakuja kuishi nasi. Anapokuja kuishi nasi, anatuona katika hali yetu, anakujua, anajua udhaifu wako, anajua udhaifu wangu, na katika hali hii amekubali sio kuja kuishi nasi tu, lakini pia kuja kuchukua udhaifu wetu, kuja kuchukua dhambi zetu, kuja kuchukua uoga wetu. Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with you. And this God has not only come to live with us, He has also come to take your sin, to take your shame, to take the fear you have. Dhambi ni ngumu. Kweli dhambi ni ngumu kuacha, kwa sababu dhambi inaishi ndani ya roho yetu na mioyo yetu. Na Mungu anajua ya kwamba ni ngumu sisi wanadamu kuweza kujishindia dhambi. Mungu anajua ya kwamba dhambi iko ndani kabisa katika maisha yetu. Kwa njia hii, baada ya Mungu kujua, Mungu hajatuacha tu, amekuja kuishi nasi, amekuja kututambulia dhambi katika maisha yetu. Ingawa binadamu katika hali yetu tungependa kuishi katika ubinafsi yetu, kuishi katika dhambi zetu, na kuweza hata kutoa aibu ya watu wetu. Hii ndiyo jambo moja muhimu sana, kusaidia wenzetu katika hali yetu ya ubinafsi, hali yetu ya udhaifu. Mara nyingi tunataka kuongea na kusema mengi juu ya dhambi ya wenzetu. Hata katika kanisa watu wanapenda kuongea mara nyingi kuhusu dhambi ya wenzao. Mara nyingi watu wanapenda kukosoa wenzao katika hali nyingi. Shetani anatumia kanisa lake Kristo ili aweze kuunda kundi la wengine ambao kazi yao ni kudanganya, kusengenya, kusema uongo, kupanga mipango mabaya juu ya wenzetu. Shetani ni mwenye uongo. Kazi ya shetani ni uongo. Kazi ya shetani ni kudanganya. Kazi ya shetani
ni kutumia neno la Mungu kwa njia isiyofaa. Na yeye sio mbali kwa kanisa lake Kristo, ananyemelea na anaingilia watu, na huyu anatumia kugawa hata kanisa lake Kristo. Aingia kwa wengine, na yeye huyu mwenye ameingiliwa na Shetani, kazi yake ni kuangalia maisha ya wengine, kuangalia makosa ya wengine, kuunda mambo ya uongo, kuunda mambo ya kuharibu, mambo ambayo yanaweza kugawanya watu wake Mungu. Siku ya leo ujumbe ni kwamba usikimbilie kwa uamuzi mbaya. Kitu kikitokea katikati yetu, tuombe Mungu aweze kutupa maarifa, aweze kutupa hekima ya kutatua. Wenye hekima wanasema, shida ikikuingilia, shida haijakuja ili iweze kukuharibu. Shida imeingia ili iwe fundisho kwako. Na fundisho hilo Mungu anakutayarisha ili siku moja utaweza kusaidia naye wengine. Katika dunia ya sasa, shida ambayo imeingia katika maisha ya binadamu sana ni magonjwa mengine ambayo hata sisi hatuelewi zimetoka wapi. Magonjwa kama ya sukari, wengine magonjwa ya presha, magonjwa ya saratani na magonjwa mbalimbali yanayoleta woga katika maisha yetu. Leo tunaonekana safi vizuri, lakini kesho ugonjwa unatulemea. Mimi katika maisha nimeweza kushuhudia kwa jamii, kwa marafiki, watu ambao wamekuwa wazuri, wazima, mara kidogo wanashikwa na ugonjwa. Ugonjwa inawalemea mpaka hawawezi kuzungumza, hawawezi kufanya vitu jinsi walivyokuwa wakifanya. Ugonjwa kali sana katika wakati wetu saa hii ni ugonjwa wa saratani, cancer. Cancer is one of those painful diseases in our lives today. A week ago, niliweza kumzika semeji yangu ambaye alishikwa na saratani wa koo. Koo ilifungana abrupt tu mpaka akatobolewa mahali hapa ya kupata chakula. Na about 4 years ago pia nilipoteza ndugu yangu tunaofanana naye kupitia ugonjwa huo wa saratani iliyomshika. Ilikuwa ni saratani wa damu. Ndugu huyo katika macho yetu aliweza kudhoofika. Ugonjwa ulimlemea, hangeweza kula, hangeweza kufanya chochote, na alikuwa na uchungu sana. Mpaka nikafikiria jinsi Ayubu alivyoteseka. Kweli Ayubu aliyependwa na Mungu, aliyepewa vitu vingi katika maisha yake, ugonjwa ulipomlemea hangeweza kulala kwa kitanda yake, hangeweza kukaribia watu wake, hata mke wake. Alishinda tu kukaa nje, huku akilia, huku akisema mambo mengi. Lakini kweli Mungu kwa huruma yake ni mtabibu, the great physician. Yeye anajali maisha yetu. Na
Na mambo kama haya yanatupa uoga katika maisha yetu kweli. Tunaogopa ya kwamba ni nini itanitokea kesho. Lakini sauti ya Bwana inatuongea nasi hata siku ya leo ya kwamba Mungu ameona shida ya wanadamu, ameona shida yao, ameona udhaifu wao, na kwa hivyo ameleta mwana wake wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, awe mkombozi. Na mwisho wa injili yetu inasema Yesu alipozaliwa, Yusufu akampa jina la Yesu. Maana yake Mungu anaokoa, Mungu anaokoa. Jina la Yesu ni jina lake Wayahudi waliita Yoshua, Mungu anaokoa. Kwa jina hili ambalo Mungu katika ufunuo wake alimfunulia Yusufu aweze kutoa jina hili, jina ambalo Mungu alishatoa kwa watumishi wake. Kwa jina hilo dhambi linashindwa. Kwa jina la Yesu Kristo dhambi haina nguvu katika maisha yetu. Kwa jina hilo la Yesu Kristo shetani hana nguvu katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo ugonjwa kale na nini haina nguvu katika maisha yetu, kwa sababu kuna uponyaji kwa jina la Yesu, kuna uzima kwa jina la Yesu. Milango ya mbinguni yanafunguliwa kwa jina la Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa jina lake shetani anatetemeka. Huyu Yesu Kristo ndio Bwana wako, ndio Bwana wako, ndio Mwokozi wako, ndio Mwokozi wako. Kwa jina la Yesu Mungu sasa anakukaribisha kwake, kwa sababu amekuja kwa neno lake, kwa sakramenti. Anatuambia ya kwamba mtoto wangu mpendwa, kwa jina la Yesu dhambi zako zote zinasamehewa. Mtoto wangu mpendwa, kwa jina la Yesu milango ya mbinguni yamefunguliwa kwako. Hata kama watu watakudharau, wengine watakusengenya, watu watakutukana, magonjwa yatakushinda, magonjwa yatashinda mwili wako, na hata mwili wako italiwa na ugonjwa, kwa jina la Yesu utafufuliwa siku ya mwisho. Jina hilo la Yesu Kristo ni jina linaloleta furaha, linaloleta amani, linaloleta tumaini katika maisha yetu. Jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, jina ambalo Mungu alilichagua likaipa mwana wake mpendwa, mwana wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo hata siku ya leo, mtoto wa Mungu, anakuita ukumbuke ubatizo wako, ubatizo unaoondoa dhambi, ubatizo unaofanya kuwa mtoto wa Mungu, ubatizo ambayo mtoto wetu amepata siku ya leo, ubatizo ambao watoto wetu hao walipata, ubatizo uliopata siku ile ulipobatizwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ukawa mtoto wake Mungu. Kwa ubatizo huu Bwana wetu Yesu Kristo amekuzaa mara ya pili. Bwana wetu Yesu Kristo amekuingiza katika ufalme wake. Bwana wetu Yesu Kristo amekusamehe dhambi zako. Sasa nakwambia usiwe na uoga, usiwe na uoga wa dhambi. Unajua ya kwamba wakati mwingine kweli ukiingia kwa dhambi tunakuwa na uoga, tunatetemeka.
unajidharau, unasema nimeingia kwa dhambi hii, dhambi ambayo inakupa shame. When sin bites in your soul, you become very fearful. Sababu tunaogopa adhabu ya Mungu, tunaogopa Mungu akikasirika. Hata siku ya leo tukikumbuka dhambi ambayo inakugonga kila wakati, ukikumbuka dhambi inakugonga kila wakati, kumbuka dhambi ambayo inakupa aibu katika maisha yako, umejaribu sana kuacha na bado inakataa, umejaribu sana kujitenga na dhambi hiyo na bado inakataa, na kukuhakikishia ya kwamba Mungu katika huruma yake, Mungu katika Bwana wetu Yesu Kristo ana uwezo kusamehe dhambi hiyo. Na hata leo kwa jina la Yesu Kristo anakusamehe dhambi hiyo. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo anakuingisha katika ufalme wake. Anakuambia kwamba kumbuka ubatizo wako. Remember your baptism. Unapokumbuka ubatizo wako, unaomba msamaha wa dhambi. Na hiyo ndio kitu tunafanya tunapokuja kwa ibada. Ibada yetu inaanza na ungamo wa dhambi. Tunaungama ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Tunaongea na Mungu, Bwana Mungu wangu, nimekukosea kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo. Bwana Mungu wangu, nimekukosea kwa vitu ambavyo nimetenda na kwa vitu ambavyo nimekosa kutenda. Nimezaliwa katika hali ya dhambi. Tunaomba ya kwamba Baba tusamehe. Na Mungu katika mdomo wake mtumishi wake anakutangazia msamaha wa dhambi. Na Mungu katika huruma yake kupitia kwa Yesu Kristo anakusamehe dhambi zako. Paulo anasema ikiwa Mungu yu upande wetu, tutaogopa nini? Ikiwa Mungu ametusamehe dhambi zetu, tutaogopa nini? Nini itatutisha katika maisha yetu? Nini itatuletea uoga katika maisha yetu? Ikiwa Mungu yu upande wetu, ikiwa Mungu yu upande wako, nini unaogopa? Kwa sababu kwa ajili yako Mungu ametuma mwana wake pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. This is one of the most difficult thing to think. Mimi Joseph, mimi Mary, mimi Kerubo, mimi Achie, mimi Joki, kweli Mungu alituma mwana wake Yesu Kristo kwa ajili yangu. Na kuhakikishia, yes, that is what God did. Because when you think of yourself, you see a real weak person. Unaona mtu mdhaifu. Mtu ambaye wakati mwingine unawaza mawazo yanayokutisha, mawazo ambayo hutaki mtu akwambie kwamba hey, you know, this time you are thinking like this, like that. Oh, when you look back to your life, even in a week, you find yourself, uliingia kwa ile dhambi, uliwaza yale mabaya, ulitenda kitendo kile, but still, God is saying, in that your state, Christ came for you. Christ has come for you. He has come for me, and is calling you with your very name. Kwamba amekuja kwa Yusufu, amekuja kwako wewe.